mfalme. Tena tufanye kwa haraka sana, kwa kadri ya uwezo wetu, ili mradi tusichelewe mfalme. Ili swala sio swala dogo. Mizimu imechachamaa, mizimu imekasirika mfalme, mizimu inavuja mfalme. Tufanye haraka mfalme tafadhali. Kingweta! Kingweta! Bwana mguu wa kwako. Ndio kivipi? Wao umesahau. Ai! Mambo yake huyo ana mambo mengi. Hatari sijapata kuona. Sasa hapa? Kazi. Hapa? Kazi. Unajana? Ajana nimechanganyikiwa kabisa. Bwana kwanza mimi nimeenda kulala mapema sana ili niamke kwa hii show ya leo. Tusonge bana, tondoke. Tondoke. Bwana kama nakuona. Wewe bwana wewe. Mwendo wa? Ndio. Kingweta mume wangu. La mgambo, ukisikia linalia jua kuna jambo. Kesho saa 7 mchana katika viwanja vya mfalme kutakuwa na mkutano. Mwanangu, vipi unaondoka bila kuniaga na leo ulisema tutakuwepo wote? Utaniwia radhi mke wangu. Maana la Azizi hili limekuja ghafla kwa sababu kuna eneo la mfalme kule. Na imani unaelewa hilo, lakini sija kujulisha. Utanisamee mke wangu, ila sichelewi kurudi. Wewe mwenzangu ametangulia, inabidi nikamsaidie kazi pale. Natamani nisiende, lakini mfalme, tunamjua mfalme wetu mke wangu. Sawa mume wangu, ila usichelewe kurudi. Basi mimi ngoja niende kwanza, nikirudi tutakaa wote, hata kama wiki nzima. Sitotoka tena. Tutaburudika na kuburudika. Sawa. Nasema na Kingweta. Naam. Kile unaonekana unampenda sana Ulijiwahi? Ananipenda na mimi nampenda. Kiufupi tunapendana. Sana tunapendana. Hasa tukiwa chumbani. Tukiwa chumbani mambo yote ananimalizia. Sawa. Kuna mambo mengine nilikuwa siyajui na yajua sasa. bwana wewe. Bwana. Mtoto kanyumbulika. Mtoto kanyumbulika kitu. Mtoto sijui yani sijui mlangi. Mlangi yule baba, mlangi yule. Ngoma juu kabisa huko. Nimeagiza huko. Bwana. Wewe, twende. Mtoto? Mimi ananifurahisha tu. Pale kwenye mambo mimi ndio nimemaliza na mimi. Natamani nisiondoke. Mtoto alinikamata unajua, kaniweka chini. Ndio. Ananifanya kama kibao cha mbuzi. Mama yangu. Kama kibao cha mbuzi. Kama kibao cha mbuzi. Anakukuna? Kingweta huyo. Ase. Mimi ndugu yangu kuna sehemu nimenasa. Wapi nimenasa? Kuna msichana mmoja hapa kijijini hapa kama unamfahamu. Nani huyo? Bwana yule binti anaitwa Stella. Msichana fulani hivi fupi kidogo. Mashallah.
Mtoto wa Mtunyungu. Mtoto wa Mtunyungu. Bwana na imani ndio yule. Mtoto ana balaa yule. Mtoto ana balaa yule. Ndio. Sijapata kuona. Bwana jamaa. Sijapata kuona. Mimi mule ndo nilipo nasa. Tena nimenasa kweli kweli. Ndo ali. Bwana sijajua kwa kutokana si unajua mambo ya familia na hapa kijijini kwanza tapiga kwanza kazi huko kwa mfalme huko nini mambo akishaka sawa. Baba yake mtata sana. Baba mzee wake mtata sana. Nahitaji unisaidie kitu kimoja. Wewe nahitaji uwe mshenga wa yule binti. Usiwaze ndugu yangu hilo swala jepesi sana kwa upande wako. Bwana Kingweta, usiniangushe. Tena usiniangushe. Maana yule mtoto mimi sijui niseme nini. Kwa kuwa wa damu yangu. Ndio. Pete na kidole. Pete na kidole. Basi mimi nitasimamia mwanzo mwisho. Nasema kweli? Basi na mpaka linaisha nitaisimamia. Usiniangushe. Na imani kwa kuwa Mwenyezi Mungu yupo tunamuomba. Asubuhi mchana na jioni. Ndio. Lakini swala mimi nitasimamia mwanzo mwisho. Bwana. Kwa sababu nataka vijana wote sisi tuoe. Watoto mapema. Mpaka ukifika miaka 40 mtoto unakuwa naye. Unapumzika, una relax. Bwana ni mzee Kingweta bwana. Panga lako unasahau kidogo. Sawa. Mambo tu hayo. Vijana natakiwa kama hivyo. Sio vijana mnaenda tu. Vijana bwana natakiwa kama hivyo bwana. Asafiki. Wewe Asafiki. Abe. Naambia shoga yangu karibu. Asante shoga yangu. Karibu tukae mwaya. Naambia shoga yangu. Shoga yangu yalonikuta mwezio makubwa, wewe acha tu. Kuhusu nini tena? Kuhusu yule mdogo wangu Zai. Alijaisha tu mpaka leo. Ndio hapo unaponiona nimetoka kwa mfalme. Kwenda kwangu kwa mfalme nimeenda kumuomba nisaidie kuhusu mdogo wangu. Mfalme alichokuambia? Shoga yangu wewe acha tu. Hapa mfalme kanambia wewe nenda tu nyumbani. Kuhusu mdogo wako hatatoka. Kwa hapa ndo nimerudi na kuja kumsikilizia mfalme atasemaje na mdogo wangu atatoka lini, lakini na mawazo wewe. Lakini shoga yangu unapoona atatoka kweli? Sijajua, ila mfalme ndo hivyo kashanipa tumaini kunambia nirudi nyumbani nisikilizie. Na basi namsikilizia mfalme. Shoga yangu tuombe Mungu atoke salama mdogo wangu. Au unasemaje? Sawa shoga yangu, nashukuru kwa kunipa moyo shoga yangu. Shoga yangu au usiwaze. La mgambo. Ukisikia linalia ujue basi kuna jambo. Kesho majira saa 7 mchana kutakuwa na mkutano mkuu katika viwanja vya mfalme. Wanakijiji wote tunahitajika kufika. Wejeje? Njoo. Mwazetu una ujumbe gani? Kesho utakuwa na mkutano saa 7 mchana na kijiji wote tunahitajika tufike. Sawa, tumekuelewa. Tutafika mapema tu.
Binti yangu, mbona umechoka kiasi hichi na unakuja kukaa hapa chini aliyakuwa mimi nafanya kazi pale? Bali nimechoka, tunaona mwili wenyewe unaniuma. Sasa unachokaje? Itabidi upambane. Shamba hili ndo tumebakisha yenyewe sehemu hii ndogo tu. Hapa cha kufanya hapa, pambane tulimalime hapo tupate ngao maana tuende zetu nyumbani. Sawa baba, mtalima. Mashine yako dekeza mimi siwezi. Alafu nimekumbuka kitu kimoja. Kuna mtu wanakuja kukuchumbia. Mwanangu, usinitie aibu. Nimeleta vitu vya samani. Vitu baadhi ya vitu vingi kabisa mwenyewe ndani uliviona. Sitaki uniangushe. Kanichumbia nani? Wewe binti mdogo, itabidi ukae na kujiuliza, ninaenda wapi kuishi na mume wangu? Mimi sitaki kuolewa baba. Utaki kuolewa? Tatizo nini? Shida nini? Mimi sitaki kuolewa bila ridhaa yangu. Yaani mimi nimekaa chini na kukueleza mambo ya msingi na mwenyewe umesema utaki kuolewa. Hivyo na akili sawa sawa. Hivyo uwezako wengi kumpoteza bahati hii. Lakini ungekuja kuipata bahati hii unaanza kuichezea tena. Labda tu nikwambie kitu mwanangu. Ukienda huko mimi nitafarijika sana. Naona. Na mimi nitapata heshima kubwa katika cheke hii. Lakini wewe sio unakaa tu unahangaika mara hivi. Unajua katika dunia hii ndoa ni kitu kikubwa sana. Hivyo unakuja kupata bahati ndogo kama hii unaanza kulalamika tu. Wewe umesiolewa unakufanyaje sasa? La mgambo. Ukisikia linalia ujue basi kuna jambo. Kesho majira saa 7 mchana kutakuwa na mkutano mkuu katika viwanja vya mfalme. Wanakijiji wote tunahitajika kufika. Kama nilivyokuambia, tumeongea vizuri tu hapa, sitaki ulije kunitia aibu. Sawa? Wewe ni binti yangu mzuri kabisa, tena kwa kipekee zaidi. Na mimi nakupenda sana. Ukaishi katika maisha yako mazuri sana huko. Leo usikuje kunitia aibu. Na pia ulime. Unajua katika maisha ya sasa hivi kulima ni kitu kikubwa sana. Mimi siwezi kuolewa na sitaki kuolewa. Kwa nini? Simtaki mtu atakaye kunioa. Wewe unamjua? Wewe unamjua? Hata kama simjui lakini simtaki. Ndio nakwambia hivi, wewe ukitaka kuolewa, usitaki wewe kuolewa tu. Hata mimi nife. Kuzi kuelebuka kusafi hapo bado tundogo nyumbani si. Sawa basi. Askari. Naam. Mfalme yuko ndani amepumzika. Mimi natoka kidogo, hataki kuongea na mtu yeyote yule, maana amelala amechoka. Kwa hiyo kuwa makini. Sawa Malkia. Samahani binti. Bila samahani. Ulimwona Esther? Nimemwona na Malkia anaenda huko lakini sijajua kuna tatizo gani. Sasa hivi Ameelekea huko. hapo, shukrani. Karibu mzee Mtunyuku. Nashukuru, nimekuja hapa nataka kuongea na mfalme. Mzee wangu hapa ruksa kuongea mfalme hawezi kupata. Sababu mfalme anajisikia vibaya. Hata hivyo wewe uende baadaye urudi tena kwenye kikao. Na Malkia naye? Malkia ametoka sasa hivi muda si mrefu hapa na kaja kazi yake mpya muongozea nchi hii hapa. Nashukuru. Stella. Abe Malkia. Inabidi unisubiri hapa mara moja. Sawa? Haya Malkia.
Malkia. Asante, nimepokea. Alafu na wewe bwana. Vipi nimechelewa? Hujachelewa. Hivi Kingweta, vipi kuhusu jibu langu lakini mimi si nimekwambia kwamba nakupenda Kingweta jamani. Mimi sio kama sitaki kuwa na wewe, lakini namuogopa sana mfalme. Hivi hajatuma vijakazi wake kukufuatilia? Hamna bwana. Nimekuja peke yangu. Bado unaishi kimashaka sana. Na kikubwa mimi sijazoea mchezo hii. Usiogope. Sawa, nimekukubalia ombi lako. Lakini nahitaji Usijali bwana. Sinajua tena mimi nakupenda. Hawezi kujua mtu yoyote. Hata mfalme hawezi kufahamu. Wewe tu wasiwasi. Mambo soe ila inzaga na kabila la mambo soe ayawe inzaga na kabila la pambusu. Karibu. Nashukuru. Hivi tayari ushajiandaa? Tulikuwa najiandaa hapa. Naweka vitu vyangu sawa ili nielekee Mheshimiwa Mfalme. Mtabe, kuna kitu kinanitatiza katika akili yangu. Kitu gani mzee zangu? Ni kuhusu binti yangu. Kuhusu binti yako? Ndio. Amefanyaje binti yako? Nasikia Malkia alikuja nyumbani kunichukua binti yangu. Na sijui kaenda nayo wapi. Nikutoe hofu mzee zangu, na wala usiwe na wasiwasi kuhusu Malkia. Maana Malkia ni mke wa Mheshimiwa Mfalme. Wezekana ujio wake kuja kwako kumchukua binti yako, labda kuna maswala wanaenda kuyazungumza. Wewe twende tu kwenye kikao, yote tutajua huko mbele tunapokwenda. Twende tu mzee zangu. Yote tutajua kwenye kikao. Ya huyo. Vipi tumechelewa? Hamna Malkia. Twende. Fimbo na kuamuru kwenda kwenye kijiji cha Pambusu na kumpa adhabu kila mwanaimaya. Nenda Fimbo, nenda. Malkia kakuaga kaenda wapi? Mbona simuoni kwenye kikao? Malkia katoka hapa kaniaga, kaelekea njia hii. Kafuatana na mtoto wa Mzee Mtunyungu hapa, ila akasema achelewe kurudi. Sasa hivi atarudi. Naomba kanifuatie haraka sana nimuone kwenye kikao hapa. Sawa mfalume. Kijana, mbona umestuka nini?
Amna kitu. Sielewi, naona kuniona mimi umestuka, unaniogopa mimi au umestuka na yako? Amna, kawaida tu, mlinzi wa mfalme. Sijashtuka na mambo mengine. Sawa, na muda wote huko unafanya nini huko? Na kikao kwa zako wote wamekamilika, bado wewe tu huko. Mimi ndo nilikuwa naenda huko kwenye kikao. Mfalme, kutokana na muda unazidi kwenda, tunabudi ukianzisha kikao hiki, atakayewahi kufika atapata mali matatu. Hauna budi mheshimiwa mfalme, ukianzisha kikao hiki. Pamboso ila inzaga na kabila la Wanakijiji wa Pamboso. Pamboso. Barikia, ulikuwa wapi? Tumeshindwa kuendelea na kikao kwa sababu yako Malkia. Watu wamefika muda mrefu, wana kijiji. Wewe tu hauonekane kwenye kikao hiki. Nilikuwa shamba, nilienda kukagua shambani kwangu kule kwa sababu niliweka askari ili wanisaidie kulima. Pamboso. Vipi tena jamani, vipi? Uonaze, unakati uonaze.